Roy, nina miaka 39. Mwanaume mwenye kisirani, unaishi naye kila siku, lakini huishi naye kweli. Unalala naye kitandani, lakini akili yake iko mbali. Ana kisirani? Najua kabisa moyo wako umechoka. Kama video hii inakugusa, bonyeza like, subscribe, halafu niambie unanitazama kutoka wapi, maana ninachokwenda kusema leo kinahusu maisha yako halisi. Wanawake wengi mmeaminishwa kuwa wanaume ni rahisi, kwamba mwanamume akikasirika atapiga kelele, atatoka nje, atarudi sawa. Huo si ukweli. Mwanaume mgumu kuliko wote sio mkali, ni yule anayenyamaza. Kuna aina ya mwanaume hakupigi, hakutukani, lakini anakunyima uwepo wake. Anakaa kimya siku 2, siku 3, wiki nzima. Unaanza kujiuliza umefanya nini? Unaomba msamaha kwa kosa usilolijua. Unabadilisha sauti yako. Unabadilisha mienendo yako. Mwisho wa siku, unabadilika wewe, sio yeye. Hapo ndipo mwanamke huanza kupoteza akili polepole. Leo sitakufundisha kumrekebisha mwanaume. Nitakufundisha kuishi naye bila kujipoteza. Kabla hujafanya chochote, lazima ujue kitu kimoja muhimu sana. Mwanaume mwenye kisirani huwa hanuni kwa sababu ya tukio la leo tu. Kila kisirani kina mizizi. Wanaume wengi hawakufundishwa kuongea hisia. Alipokuwa mtoto, aliambiwa mwanaume hali hii. Aliambiwa vumilia. Aliambiwa kaa kimya. Sasa akiwa mtu mzima, hasira yake haina lugha, inakuwa ukimya. Wakati mwingine sio malezi tu, ni ego. Anahisi humheshimu, labda unamzidi kipato, labda unaongea kwa uhuru, labda una maamuzi yako. Hawezi kusema anaumia, hivyo ananyamaza. Ukimya wake unakuwa silaha ya kurejesha mamlaka. Na wakati mwingine ni mbinu. Ndiyo, mbinu. Anajua akikaa kimya utaogopa, utamsogelea, utamuomba msamaha hata kama hujakosea. Atapata anachotaka bila kujieleza. Hivyo, jambo la kwanza kabisa, acha kujiuliza kila mara nimekosea wapi. Wakati mwingine hujakosea popote. Sasa utaishi naye. Kwanza, tambua aina ya kisirani chake. Kuna kisirani cha maumivu na kuna kisirani cha udhibiti. Hivi viwili vinafanana kwa nje, lakini ni tofauti kabisa ndani. Kisirani cha maumivu huwa kimya kizito. Anaepuka macho yako. Anachoka. Hata akikaa kimya, unaona anaumia. Huyu hapigani na wewe, anapigana na hisia zake. Lakini kisirani cha udhibiti kina baridi. Anakupita bila kukuona, anakujibu neno moja, anakufanya ujisikie mdogo. Huyu anajua unateseka na ananyamaza zaidi. Ukishajua aina, utaacha kufanya makosa makubwa wanawake wengi hufanya, kukimbiza majibu. Mwanamke akinyimwa mawasiliano hupanic. Anauliza mara 20, kuna nini? Kila swali unalomuuliza linaongeza umbali. Kwa mwanaume mwenye kisirani, presha ya kuongea ni kama shambulio. Ukiona ameanza kununa, punguza kelele zako. Usimfuate kila chumba, mpe nafasi, lakini sio kwa uoga, kwa utulivu. Tofauti ni hii. Mwanamke mwenye hofu hutoa nafasi akiwa anasubiri kwa maumivu. Mwanamke mwenye utulivu hutoa nafasi akiwa anaendelea na maisha yake. Usikae kitandani ukiwaza. Inuka, endelea na ratiba, ongea na watoto, tazama TV, cheka hata kama moyoni unauma. Sio kumdharau, ni kumwonyesha maisha hayaendi kwa ukimya wake. Makosa mengine makubwa ni kujitetea pitapita via. Ananyamaza, halafu wewe unaanza kueleza kila kitu. Unatoa maelezo ambayo hajaomba. Unajaribu kujisafisha. Hapo tayari umejishusha. Mwanaume mwenye kisirani akiona umeanza kujitetea, anahisi ana nguvu zaidi. Hata kama huna kosa, unakuwa mkosaji. Badala yake, sema sentensi fupi. Ukihitaji kuongea, nipo. Halafu, kaa kimya. Hii inamrudishia jukumu la mazungumzo kwake. Lakini, kuna hatua muhimu zaidi. Weka mipaka. Ukikaa kimya siku 1, sawa. Siku 2 inaeleweka. Lakini wiki nzima bila mawasiliano, sio hasira tena, ni adhabu. Na ukikubali adhabu mara kwa mara, inakuwa mfumo. Mwambie kwa utulivu, sio kwa kilio. Ninakuheshimu, lakini ukimya wa muda mrefu na niumila. Sitagombana nawe,
lakini sitaishi kwa hofu ya hisia zako. Usimlazimishe ajibu hapo hapo. Lengo sio kumfanya aongee. Lengo ni kumjulisha kuwa maumivu yako yana mipaka. Kisha fanya kitu kigumu zaidi kwa mwanamke anayependa. Endelea kuwa sawa hata akiwa hanuni. Cheka na rafiki zako. Pika chakula chako. Lala bila kumbembeleza. Hapo mwanaume hugundua ukimya wake haukudhibiti tena. Wanaume wengi hurudi kuongea sio kwa sababu wamepata maneno, bali kwa sababu wamepoteza athari ya ukimya wao. Lakini sikiliza hili vizuri. Usitumie mbinu za kumbembeleza kama anatumia ukimya kukuumiza kwa makusudi. Zawadi, mapenzi, kubembeleza kupita kiasi vitakuweka chini zaidi. Hizo tumia tu kama unajua anaumia, sio anakudhibiti. Na wewe, linda akili yako. Usipime thamani yako kwa mudi yake. Leo anakupenda, kesho anakaa kimya, kesho kutwa unajiona mbaya. Huo sio upendo, huo ni utegemezi wa kihisia. Tafuta muda wako, tembea, sikiliza muziki, ongea na watu wanaokuona bado una thamani hata akiwa kimya. Baada ya muda, chagua siku tulivu, sio siku ya ugomvi. Mwambie kwa sauti ya chini, sipigani nawe, nataka tu tuwe timu. Ukikaa kimya muda mrefu, ninajisikia peke yangu ndani ya ndoa. Usimlaumu, usiseme wewe hunifanyi. Ongea kuhusu hisia zako. Kama atabadilika kidogo, pongeza mabadiliko. Wanaume hubadilika haraka wanapoona juhudi zao zinatambulika. Lakini kama hatabadilika, basi ukubali ukweli mgumu. Huwezi kumbadilisha mtu anayefaidi na tabia yake. Hapo unachobadilisha ni jinsi unavyoishi naye, sio yeye. Usijilaumu, usijishushe, usikimbize ukimya wake. Weka mipaka, endelea kuishi. Atakuja kwako kama anataka kuwa sehemu ya maisha yako, sio kama unamsubiri uhai wako uanze baada ya yeye kuongea. Utakapofuka hapa ndipo mwanamke wengi hushindwa. Unasema umeelewa, lakini moyo bado unakimbia kwake. Anaponyamaza, siku ya kwanza unajizuia, siku ya pili unajipa moyo, siku ya tatu unaanza kumtazama kwa pembeni, siku ya 4 tayari akili imechoka. Unaanza kutuma ujumbe mrefu, unaanza kuuliza maswali yasiyo na mwisho. Hapo umeanguka tena. Sikiliza kwa makini. Mwanaume mwenye kisirani anasoma nguvu zako za kihisia. Hasomi maneno yako, anasoma reaction yako. Kadri unavyoonyesha maumivu makubwa, ndivyo ukimya wake unavyozidi kuwa na thamani kwake. Ndio maana kuna wanaume wanaweza kukaa kimya kabisa, halafu usiku wanakuja kulala kawaida, wanakugusa kana kwamba hakuna kilichotokea. Wanajaribu kuona utaongea au utaendelea kujizuia. Wanapogundua huwezi kuvumilia, kesho anarudia tena. Sio kwa sababu anakuchukia, ni kwa sababu amejifunza kuwa hii ndiyo lugha inayokudhibiti. Unahitaji kuvunja mzunguko huo. Ukiona amekaa kimya siku kadhaa, acha kufanya mazungumzo ya lazima. Zungumza tu mambo ya msingi kama ratiba ya nyumbani au watoto, lakini kwa sauti ya kawaida, sio ya woga. Usijaribu kuanzisha mazungumzo ya kihisia wakati yeye hayuko tayari. Hilo ndilo kosa linalochoma zaidi mwanamke. Unadhani ukimlazimisha ataachia hasira. Ukweli ni huu: mwanaume akilazimishwa kuongea wakati hajajiandaa, anazidi kujifunga ndani. Unafikiri unakaribia suluhisho, kumbe unazidisha umbali. Mfano, amekaa kimya tangu jana. Unamfuata jioni, unamwambia, tafadhali tuongee. Anakujibu, sasa hivi siwezi. Badala ya kuacha hapo, unaendelea, lakini kwa nini? Nimefanya nini? Tayari umebadilisha mazungumzo kuwa kesi. Ataondoka kabisa. Badala yake, sema, sawa, halafu ondoka. Hiyo sawa ina uzito mkubwa kuliko maswali 100. Unajua kwa nini? Kwa sababu kwa mara ya kwanza hajapata presha. Na mwanaume asiyehisi kushambuliwa huanza kufikiria mwenyewe. Lakini kuna kitu kingine kinauma zaidi. Mwanamke anapojaribu kuwa mzuri pita kiasi ili tu arudishe amani. Unapika sana, unafanya kila kitu kimya kimya, unatembea kwa tahadhari nyumbani kama mgeni. Hapo tayari umebadilisha nyumba yako kuwa eneo la kutembea juu ya mayai. Usifanye hivyo. Endelea kuwa na mheshima, lakini usibadilishe utu wako ili kuendana na ukimya wake. Kama ulikuwa unapenda muziki, usiuzimi kwa sababu amenuna. Kama ulikuwa unacheka, usianze kuwa kimya bandia. Unapojifuta ili asikasirike, unamwambia bila kusema kuwa ana mamlaka juu ya hisia zako.
Kuna wanawake wengi wanaishi miaka mingi ndani ya hali hii. Wanazoea, wanaita uvumilivu, lakini ndani yao wanapotea. Hawajui lini waongee, lini wacheke, lini waulize. Wanakuwa wageni ndani ya maisha yao wenyewe. Usikubali kufika hapo. Sasa tuzungumzie hatua ngumu zaidi, kuweka mipaka bila vita. Mwanaume mwenye kisirani hapendi kupangiwa. Ukimwambia acha kununa, atazidi. Ukimwambia lazima uongee, atakaa kimya zaidi. Hivyo mipaka yako haitakuwa amri, itakuwa msimamo. Siku moja akikaa kimya muda mrefu, mwambie kwa utulivu kabisa, sio kwa machozi, sio kwa sauti ya juu. Sitalazimisha mazungumzo, lakini sitaendelea kujisikia vibaya muda mrefu. Nitafanya shughuli zangu kama kawaida mpaka utakapokuwa tayari kuongea. Kisha fanya kweli. Hiyo ndiyo sehemu muhimu. Usiseme halafu baada ya saa moja urudi tena kumfuata. Atajua ulikuwa unatishia tu. Wanaume huheshimu uthabiti kuliko maneno matamu. Anaweza asijibu siku hiyo, anaweza asijibu kesho, lakini ndani yake ataanza kuona kuwa mbinu yake haikupi majibu yale yale aliyoyazoea. Na hapa kuna ukweli mchungu. Wakati unaacha kumkimbiza, atakuja mwenyewe na kuanza mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja. Atakuuliza swali la kawaida, labda kuhusu chakula au kazi. Hiyo ndiyo daraja. Usiruke moja kwa moja kwenye mada nzito. Jibu kawaida. Ukisema, basi sasa unaongea, utarudisha ukuta aliyokuwa anaanza kushusha. Mpe nafasi ya kurudi polepole bila aibu. Lakini kuna mpaka pia. Kama kisirani chake kinaambatana na dharau, maneno makali au vitisho, hapo si suala la mbinu tena. Hapo ni usalama wa kihisia. Usivumilie ukimya unaokuja na hofu. Hakuna ndoa inayostahili kukuacha ukiishi kama unamwogopa mtu ndani ya nyumba yako. Na tafadhali elewa hili. Wewe sio daktari wa hisia zake. Unaweza kuwa mke, sio tiba yake. Wanaume wengine wanahitaji kujifunza kuwasiliana nje ya ndoa, kwa rafiki, mshauri au uzoefu wa maisha. Usijipe jukumu la kuponya kila kitu. Sasa nitakupa mfano halisi wa mazungumzo utakayoweza kutumia siku sahihi itakapofika. Chagua muda ambao hana hasira, sio baada ya ugomvi, sio wakati bado amenuna, siku ya kawaida tu. Mwambie, ninajisikia karibu nawe tunapoongea. Unapokaa kimya muda mrefu, ninajiona niko peke yangu hata kama tuko pamoja. Sitaki kukulazimisha kuongea, lakini natamani tujifunze namna ya kushughulikia mambo bila kukimbiana. Usitumie neno wewe huwa, usimweke kwenye kona. Eleza hisia zako, sio makosa yake. Atajibu vipi? Huenda asijibu sana. Wanaume wengi hawana maneno ya papo hapo, lakini mbegu inapandwa. Na mara nyingi mabadiliko huanza pale anapogundua unataka ukaribu, sio ushindi. Na kama hatabadilika, hapo ndipo lazima ujilinde kihisia. Endelea kumpa heshima, lakini usitegemee hali yake kuamua hali yako. Furaha yako isiwe zawadi anayokupa anapojisikia. Wewe ni mtu kamili hata akiwa kimya. Usijilaumu kwa hasira zake. Usijaribu kusoma akili yake kila dakika, na usiogope amani. Wakati mwingine unapoacha kupigania mazungumzo kila siku, unapata utulivu ambao hukujua unaweza kuwa nao hata ndani ya hali ile ile. Mwanaume mwenye kisirani anaweza kubadilika, lakini mara nyingi hubadilika pale anapoona haupotei tena ndani ya ukimya wake. Hapo ndipo ataanza kukuona upya, sio kama mtu anayemkimbiza, bali kama mwenza anayesimama imara. Na ukifika hapo, ndipo kitu kingine hutokea ndani yako. Hata kabla hajabadilika, wewe tayari unaanza kubadilika. Unaacha kusubiri siku nzuri itakayokuja baada ya yeye kuongea. Unaacha kuhesabu siku alizonyamaza. Unaacha kuamka asubuhi ukichunguza uso wake kwanza kabla ya hali yako ya moyo. Unajua kwa nini? Kwa sababu umeondoa kifungo kikubwa zaidi, matarajio ya lazima. Wanawake wengi hawaumii tu kwa sababu mwanaume amenuna, wanaumia kwa sababu wanaamini lazima amani irudi haraka ili wao waishi. Hapo unampa mamlaka juu ya siku yako. Leo anakutabasamia, una furaha. Kesho anakaa kimya, unaumwa. Uhai wako unakuwa kama switch mkononi mwake. Ukiutoa huo mkononi mwake, ndipo unapata pumzi. Kuna siku atakaa kimya na wewe utaendelea na ratiba yako bila hasira. Sio kumdarau, sio kujifanya mgumu, bali umechoka kuumizwa na kitu kile kile. Na mwanaume mwenye kisirani anahisi tofauti hiyo haraka sana.
anaanza kuona ukimya wake haukutikisi tena kama zamani. Wengine hapo ndipo wanajaribu tena kukuchokoza. Anaweza kuanza maneno mafupi ya kukupima. Usirudi kwenye mazoea. Jibu kwa heshima, lakini bila kujitetea kupita kiasi. Usiruhusu mazungumzo yawe kesi ya nani kakosea jana. Endelea kuwa katika sasa. Ukifanya hivi kwa uthabiti, mambo mawili yanaweza kutokea. La kwanza, ataacha kutumia ukimya kama silaha kwa sababu haimletei tena matokeo yale aliyoyazoea. Ataanza kuongea mapema zaidi kuliko kawaida. Sio kwa sababu umeomba sana, bali kwa sababu hakuna tena faida ya kukaa kimya. La pili, hata asipobadilika haraka, wewe hautavunjika tena. Na hii ndiyo nguvu halisi. Kuishi na mtu mgumu bila kuwa mtu aliyevunjika. Kumbuka, lengo sio kushinda vita vya nani sahihi. Lengo ni kulinda akili yako ndani ya uhusiano. Usifanye makosa haya matatu. Kwanza, usijilaumu kila mara. Kila mtu mzima ana wajibu wa kueleza hisia zake. Wewe sio mchawi wa kubashiri. Pili, usimfukuze anaponyamaza. Kadri unavyomkimbiza ndivyo anavyokimbia zaidi. Wakati mwingine, ukimya wake unaishi kwa sababu unauogopa sana. Tatu, usijishushe ili tu mazungumzo yarudi. Amani inayopatikana kwa kujipoteza sio amani, ni mapumziko ya muda kabla ya maumivu mengine. Badala yake, fanya mambo matatu. Weka mipaka tulivu, sio kwa sauti yao, bali kwa msimamo unaoonekana. Kuwa mtulivu hata anapobadilika ghafla. Usirudie makosa ya jana kwa hofu ya kesho. Na mruhusu ajirudishe mwenyewe. Mazungumzo yenye thamani hutoka kwa mtu aliyechagua kuongea, sio aliyesukumwa. Ukifanya haya, utaona tofauti kubwa. Huenda bado atanuna wakati mwingine, lakini haitakuwa tena gereza lako. Itakuwa hali inayopita ndani ya maisha yako, sio maisha yako yenyewe. Na ukifikia mahali unaweza kukaa ndani ya nyumba ile ile na moyo wako bado una amani hata yeye akiwa kimya, hapo umejua kuishi na mwanaume mwenye kisirani bila kujiumiza. Mwisho kabisa, sikiliza hili. Upendo haupimwi kwa muda unaovumilia maumivu. Unapimwa kwa namna unavyojilinda huku bado unaheshimu uhusiano. Kaa imara, ongea kwa utulivu, usijipoteze, na kama ataamua kujifunza kuongea, utakuwa bado upo pale, sio kama mtu aliyeteseka, bali kama mwenza aliyesimama imara.